mpendwa, na masaa yamefika, masaa ya kuachilia vile vitu ambavyo vimekuzingira. Masaa yamefika, masaa ya kuachilia vitu ambavyo vinatuhangaisha. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu mahali hapa ameinuliwa na bado hatajielewa. Kuna mtu mahali hapa ni tajiri kuliko tajiri wote Bungoma, lakini bado hatajielewa. Kuna mtu mahali hapa ni soko wa masoko dunia mzima, lakini bado hatajielewa. Lakini habari njema ni kwamba Mungu anaenda kukufungua macho, na wakati Mungu atakufungua macho, basi utaona baraka zako zikipanuka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema kuna mtu mahali hapa ni tajiri na bado hatajielewa kama yeye ni tajiri. Kuna mtu mahali hapa ni soko na bado hatajielewa kama yeye ni soko, lakini masaa yamefika. Bwana anaenda kukufungua macho, unaenda kuona baraka za Mungu, baraka ambazo Mungu amekupatia, baraka ambazo Mungu amezingira kando yako. Haleluya! Na Mungu anaenda kukomesha machozi ambayo umelia siku zote. Bwana Yesu asifiwe. Maana wewe ni tajiri, lakini unajichukua kana kwamba wewe hauwezi. Wewe ni soko, lakini unajichukua kana kwamba wewe hauna kitu. Lakini baada ya kufunguliwa macho, Bwana Yesu asifiwe, unaenda kuona mali ambayo iko mbele zako. Haleluya! Ni lazima mtu anaenda kupanuka, ni lazima mtu anaenda kuinuliwa, ni lazima mtu anaenda kuwa soko la masoko mahali hapa. Haleluya! Mwanzo 13 kuanzia 8. Mwanzo 13 kuanzia mstari wa 8. Abrahamu akamwambia Lutu, basi usiwepo ugomvi na kusihi kati ya mimi na wewe, wala kati ya wachungaji wangu na wachungaji wako, maana sisi tu ndugu. Je, nchi hii yote haiko mbele yako? Basi ujitenge nami na kusihi. Ukienda upande wa kushoto, nitakwenda upande wa kuume. Ukienda upande wa kuume, nitakwenda upande wa kushoto. Lutu akainua macho yake, akaliona bonde lote la Yordani, ya kwamba lote pia lina maji, kabla Bwana hajaharibu Sodomu na Gomora. Lilikuwa kama bustani ya Bwana, kama nchi ya Misri hapo unapokwenda Soani. Basi Lutu akajichagulia bonde lote la Yordani. Lutu akasafiri kwenda upande wa mashariki, wakatengana wao kwa wao. Abrahamu akakaa kati ya nchi ya Kanaani, na Lutu akakaa katika miji ya lile bonde, akajongeza hema yake mpaka Sodoma. Lakini watu wa Sodoma walikuwa wabaya, wenye kufanya dhambi nyingi sana juu ya Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Mwanzo hapo, anasema ya kwamba Abrahamu alikuwa tajiri sana, mifugo ziko mingi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hakuwa anajifahamu, maana wakati aliondoka na kaandamana pamoja na Lutu. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Kuachilia ni bora kuliko kung'ang'ania. Bwana akamwambia Abrahamu, ondoka wewe. Abrahamu akaondoka pamoja na mkewe na mali aliyokuwa nayo. Haleluya! Pasipo kujua na
kuachilia, maana kuachilia ni bora kuliko kung'ang'ania. Mtu alipomwambia Abrahamu, mimi ninajichagulia lile bonde, Abrahamu hakung'ang'ana na yeye, alimwachilia kaenda. Bwana Yesu asifiwe. Nayo wakati hilo bonde lilikuwa linapendeza, akafika kwa lile bonde, akawa anapanua mipaka, akawa anasongesha mipaka. Haleluya! Akasongesha mipaka mpaka akafika kwa shamba la Sodoma. Haleluya! Wakati huo Sodoma Mungu alikuwa hajawapea punishment. Bwana Yesu asifiwe. Maana wakati huo walikuwa bado wanamcha Mungu, lakini walipomkasirisha Mungu na Bwana akaachilia adhabu. Haleluya! Mungu akajikuta ndani kwa hiyo adhabu. Bwana Yesu asifiwe. Maana alikuwa amesongesha mipaka mpaka amefika Sodoma. Lakini Abrahamu hakujali, na akamwambia ni sawa, wewe ondoka, ni bora tutengane, tusiishi maisha ya kugombana, na sisi ni mandugu. Bwana Yesu asifiwe. Tusiishi maisha ya kulalamikia mwenzako, na sisi ni mandugu. Maana nilisema ukienda kushoto mimi nitaenda kulia, basi wewe nenda huko na mimi nitasalia hapa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mtu alimwachilia Abrahamu na Mungu akamfungua macho akamwambia, basi kwa vile unaachana na Ruto, ninaenda kukubariki, ninaenda kukuinua, ninaenda kukupanua. Bwana Yesu asifiwe. Abrahamu akasongesha mpaka akamjengea Bwana madhabahu. Endelea 14. Bwana akamwambia Abrahamu alipokwisha kutengana na Lutu, inua sasa macho yako ukatazame kutoka hapo ulipo, upande wa kaskazini na wa kusini na wa mashariki na wa magharibi, maana nchi hii yote ulionayo nitakupa wewe na uzao wako hata milele, na uzao wako nitaufanya uwe kama mavumbi ya nchi, hata mtu akiweza kuyahesabu mavumbi ya nchi, uzao wako nao utahesabika. Ondoka ukatembee katika nchi hii, katika mapana yake na marefu yake, maana nitakupa wewe nchi hiyo. Basi Abrahamu akajongeza hema yake, akaja akakaa kwenye mialoni ya Mamre, nayo ni miti iliyoko Hebroni, akamjengea Bwana madhabahu huko. Bwana Yesu asifiwe. Bwana akamwambia Abrahamu alipokwisha kuachana na Lutu, kumbe kuna siri katika kuachilia. Bwana Yesu asifiwe. Maana baada ya Abrahamu kutengana na Lutu, ndipo Bwana akajitokeza na akaanza kunena pamoja na Abrahamu. Haleluya. Nilisema ya kwamba wakati unatengana na Lutu, na basi Bwana anakufungua macho, unaanza kuona vilivyo vikuu, unaanza kuona utajiri
Lutu akaachilie vyote ambavyo vinamwangaisha. Bwana Yesu asifiwe. Ombi langu ni kwamba Mungu akufungue macho na ukaachilie vyote ambavyo vinakuangaisha, vyote ambavyo vinanyonya baraka zako, vyote ambavyo vinazuia uwepo wa Mungu kukufikiria wewe. Masaa yamefika ya kuachilia, ili ya kwamba Bwana akashuke na akatembee pamoja na wewe, ili ya kwamba Bwana akashuke na akashikilie baraka zako, ili ya kwamba Bwana akashuke na akawatunza hata na uzao wako. Bwana Yesu asifiwe. Masaa yamefika ya kuachilia, masaa yamefika ya kuachilia. Siku moja mchungaji akatuambia ya kwamba maupwa za kwenu ni wewe mwenyewe utazitambua. Kwa hivyo masaa Lutu ambao wanatukula ni wewe ambaye unamjua. Huyo Lutu ambaye anakuangaisha ni wewe ambaye unamjua. Na masaa mchana wa leo, masaa yamefika ya kutengana nao, masaa yamefika ya kutengana na miungu za kwenu, masaa yamefika ya kuachilia madhabahu ya kuzimu, ili ya kwamba Bwana ashuke na kutawale, ili ya kwamba Bwana ashuke na kuelekeze, ili ya kwamba Bwana ashuke na kutembeze kwa baraka zako. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kutengana nao, ndiposa utajua wewe ni tajiri. Baada ya kutengana nao Malutu, ndiposa utajua ya kwamba wewe ni mkuu katika wewe mji ambao unaishi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kutengana na Lutu, Abrahamu akajigundua, kumbe mimi ni mkuu, kumbe mimi ni mtawala, kumbe mimi ninastahili kutawala hili shamba. Maana Abrahamu hakuwa amejua. Bwana Yesu asifiwe. Lakini baada ya kutengana na Lutu, na Bwana akamfungulia macho, akamwambia ya kwamba simama hapo hapo na upime mrefu na upime na upana, yote ninakupa. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kuachilia Lutu, biashara zako zinapanuka. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kutengana na Lutu, na basi unainuliwa na siku zote unaheshimiwa. Bwana Yesu asifiwe. Ni siku ya kuachilia, siku ya kutengana na Lutu, ili ya kwamba tukaone baraka ambazo Mungu ametutengea. Wengi wetu tuna pesa ndio, lakini zimeshikiliwa hivi. Wamama tunacheza miganda ndio, lakini wakati tarehe yako inafika na magonjwa inalipuka. Bwana Yesu asifiwe. Mume wako anapata ajali, hizo pesa ambazo umeng'ang'ana zinaanza shughuli ambayo hauko umetarajia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini baada ya kutengana na Lutu, Bwana anaenda kukupanua, na hizo biashara zitapanuliwa, na hizo biashara zitawekwa juu, na pesa zako Bwana anaenda kuzitunza. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kutengana na Lutu, Abrahamu akafunguka macho. Naomba Mungu afungue mtu macho mchana wa leo.
kile ambacho kimemzingira. Maana Abrahamu alikuwa tajiri sana, lakini hakuwa amejigundua. Baada ya kutengana na Lutu, Bwana akamfungua macho. Bwana akamfichulia Yesu ile. Naomba Bwana akawafungue macho mchana wa leo, ili ya kwamba mkaone kila ambacho kinawatesa, kila ambacho kinawahangaisha. Wakati utatengana nacho, basi baraka zako zitainuliwa. Na utajigundua ya kwamba wewe ni tajiri. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kutengana na mtu, Bwana akakufungue macho mchana wa leo. Ombi langu ni kwamba Bwana akakufungue macho mchana wa leo. Jinsi alimfungua Abrahamu macho, akaona ya kwamba kumbe ni huyu mtu ndiye anasababisha niko jinsi nilivyo. Na akamwambia Lutu, ni lazima tutatengana ili ya kwamba tukaishi kwa amani. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe uking'ang'ania huyo Lutu, hautakuwa na amani wewe. Bwana Yesu asifiwe. Uking'ang'ania huyo Lutu, utabaki kuishi kulia usiku na mchana, maana umekatalia huyo Lutu. Lakini wakati Abrahamu aligundua ya kwamba ni lazima tutengane ili ya kwamba tukaishi kwa amani. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya wewe kutengana na Lutu, basi utaishi na amani. Baada ya wewe kutengana na Lutu, basi biashara zako zitapanuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana afungue mtu macho, akaone kinachomzingira. Bwana Yesu asifiwe. Nataka usalimie watu watatu, waambie kuna safari zingine ambazo ni zangu tu, sitahusisha mtu, maana Bwana amenipatia mimi safari hii. Nataka usalimie watu saba, waambie safari zingine sitakuhusisha, maana ni safari zangu tu Bwana amenipea. Bwana akamtokea Ibrahimu, akamwambia Ibrahimu mtumishi wa